Karibu sana mtazamaji wa Sheria Class. Leo tuna somo zuri sana ambalo tunasema ni taxation of cost in civil cases. Tunafahamu kwamba kesi mtu anaweza akashinda, akishashinda mahakama inampa kesi, inampa cost of the cases, kwamba inasema maybe the case dismissed with cost au case hivyo with cost. Maana yake anakuwa anapewa cost au gharama ambazo anatumia kuendesha kesi. Sasa hii inafanyikaje? Huwa inaendaje, inakuaje, inafika mpaka hapo. Ukipewa cost ufanye nini, au cost nini hasa ambacho ni cha muhimu. Tafadhali sana subscribe, tafadhali sana share video hii, wengine wengi wapate kujifunza. Lakini pia kama una issue yoyote hasa ya kitaaluma kuhusiana na masuala ya sheria, tafadhali sana wasiliana na sisi kupitia sheriaclass367@gmail.com. Wapo wanafunzi wengi wa vyuo, wapo watu wengi ambao tunawasaidia kujifunza sheria, na tunajifunza pamoja sheria hizi kwa ajili ya watu waelewe haki zao, watu wajue nini cha kufanya, lakini pia kusaidia watu wafanye vizuri katika masomo ya kitaaluma. Karibu sana. Mimi ni Charles Busumabu. Nini maana kwanza ya taxation of cost? Tuanze kwanza na maana yake. Taxation of cost maana yake ni nini? Tunasema taxation of cost, tunasema ni utaratibu maalum, tunasema wa kuenforce gharama ambazo zimetumika katika aidha kuendesha kesi au katika utetezi wa kesi. Gharama hizi anakuwa amepewa yule ambaye ni mshindi wa kesi. Kama tulivyosema, kesi ikienda mpaka mwisho upande mmoja ukashinda, mahakama inaweza ikaamua, tunasema it's court's discretion, ikizingatia mazingira mbalimbali, ikamgrant mtu cost of the case. Kwa taxation of cost ni ile process ambazo zinatumika kwa ajili ya kupata hizo gharama ambazo mahakama imekwambia ya kwamba utatakiwa kupatia, na ni gharama ambazo umetumia kwenye kuendesha kesi. Kwa hiyo tunasema ili taxation of cost iwepo, lazima kwanza uwe umepewa hiyo award ya cost. Maana yake kwenye decree, ile decree ambayo imekupa ushindi kwenye hiyo kesi, lazima uwe imesema ya kwamba umepewa cost of the case. Kwa hiyo ndio hiyo process inaitwa taxation of cost. Sasa kwenye taxation of cost kuna principles ambazo huwa zipo zinaongoza. Haifaniki tu ovyo ovyo. Kuna principles ambazo zinakuwepo, lazima zimuongoze huyu taxing master au taxing officer, ambao ndo mtu ambaye anafanya hii process ya taxation of cost. Zinamuongoza katika kucalculate au katika kupata hizo cost za kesi ambazo zimetumika. Ni zipi sasa? Hizo principles zilitolewa kwenye kesi maarufu sana. Tunasema it's a landmark case. Kesi ya Plemchand, Leichand and another versus Quarry Services of East Africa Limited and the others. The case of 1972, of course, iliamuliwa kwenye mahakama ya rufaa ya Afrika Mashariki. Kwa kipindi hicho ilikuwa bado ipo. Sasa hii kesi ilitoa principle ambazo lazima zifuatwe unapokuwa tunafanya nini? Taxation of cost. Kwa taxing master au taxing officer lazima azizingatie sana. Principle ya kwanza ni kwamba gharama hazitakiwi kuwa juu kiasi ambacho kitafanya watu ambao wataweza kuifikia mahakama kwa ajili ya kudai haki zao wao ni watu wenye pesa sana. Maana yake ni kwamba huyu taxing master au taxing officer anapokuwa anafanya taxation of cost, lazima ahakikishe kwamba gharama ambazo atapewa huyu zisiwe kubwa mno kiasi ambacho kitaogopesha wengine wenye hela kidogo au ambao hawana hela nyingi kwenda kuandisha kesi, kwa sababu ukishindwa ndio hivyo gharama ni nyingi sana. Kwa hiyo lazima ziwe kwenye nanili fulani ambayo ni optimum. Principle ya pili ni kwamba yule successful litigant au mtu ambaye ameshinda kesi anatakiwa kurudishiwa fairly gharama ambazo amezitumia reasonably kwenye kuendesha kesi yake. Kwamba mshindi anatakiwa arudishiwe kwa haki au fairly gharama ambazo amezitumia reasonably kwenye kuendesha kesi. Sasa kuna kitu ambacho lazima ukizingatie hapa, ni kwamba utapewa zile gharama ambazo umezitumia reasonably. Tunaposema reasonably maana yake nini? Maana yake ni kwamba ni zile gharama ambazo ilikuwa ni lazima uzitumie au kulikuwa kuna haja ya kuzitumia. Maana yake nini? Maana yake ni hivi: ukitumia gharama ambazo hakukuwa na haja ya kuzitumia, kwa kweli itakuwa ni ngumu sana kupewa hizo gharama. Kwa mfano, labda tuseme kesi iko tu mahakama ambayo ni ya jirani, ambapo ungeweza kwenda na bodaboda labda au na gari ukafika.
wewe kama ukakodi helikopta kwa ajili ya kwenda tu mahakamani pale karibu. Umeona? Sasa hapo lazima tuulizane kwamba hizo gharama ulizotumia kwa ajili ya kodi helikopta kwenda tu pale mahakamani karibu, was it reasonable? Hapana. Kwa hiyo utapewa zile gharama ambazo umezitumia reasonable au zilikuwa zinahitajika kwa ajili ya kuendesha kesi yako. Principle ya 3 ni kwamba taxing master au taxing officer anapokuwa anafanya taxation of cost, lazima zingatia kwamba malipo ya mawakili lazima yawe malipo ya maana ambayo yatahamasisha wengine kujiunga na profession hii ya wakili. Kwamba taxing master anapokuwa anafanya hizo taxation of cost, lazima ahakikishe ya kwamba hafanyi malipo ya mawakili yawe kidogo sana kiasi kwamba yata discourage watu wengine kujiunga na profession ya wakili. Kwa hiyo lazima yawe ni yale ambayo yanatia moyo kidogo, ni malipo ambayo ni mazuri. Malipo ambayo ni mazuri. Principle ya mwisho ni kwamba lazima kuwe na consistency kwenye awards ambazo zinatolewa au kwenye nafuu ambazo zinatolewa na mahakama. Consistency maana yake nini? Ni kwamba kesi imetokea kama kesi ya leo kwa mfano inahusiana na jambo fulani, mtu akapewa let's say award ya milioni hata 6 tuseme hivyo, alafu ikatokea kesi ya hivyo kesho mtu akapewa milioni 80. Unaona milioni 6 na milioni 80 ni tofauti kubwa sana. Kwa hiyo hakuna consistency. Kwa hiyo lazima kuwe na consistency kwamba ikitokea kesi aina kama hiyo, mazingira ni yale, kiasi lazima angalau hata kama kisipokuwa kile lakini kisiwe na utofauti mkubwa, kwamba kusiwe na kutofautiana. Kwa hizo ni principles ambazo lazima zizingatiwe inapokuwa inafanyika process ya kufanya hiyo taxation of cost. Taxing masters lazima wazingatie. Ikitokea kwa mfano mtu hajaridhishwa na maamuzi yaliyofanywa na taxing master au taxing officer, njia ambayo inafuata ni namna gani? Tunasema way forward, mtu anapokuwa dissatisfied au hakuridhishwa na kiasi kilichopewa, labda ni huyu ni mshindi amepewa kiasi bwana ni kidogo sana, au labda ni mtu ambaye ameshindwa kesi ambaye tunamuita judgment debtor, ameona kiwango ni kikubwa sana, anaweza kuchallenge vipi hayo maamuzi? Njia ya kuchallenge hayo maamuzi tunasema it's by way of reference. Ndio namna pekee ya kufanya kuchallenge hayo maamuzi ya kwenye hizo cost. Sasa kuna principle ambazo huwa zina govern review of these taxing decisions. Ni principle ambazo zina govern kwamba zinaongoza kwamba maamuzi haya yanapokuwa yamefanywa na taxing officer au taxing master, ili mahakama iweze kuyareview lazima izingatie sana hizi principles. Kwanza kabisa lazima tuelewe kwamba as a general rule mahakama haitakiwi kuingilia maamuzi ya taxing officer au taxing master. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ndo inaonekana kama yeye ndo mwenye ujuzi mzuri zaidi wa kufanya hiyo kazi kuliko mahakama yenyewe. Kuna hii kesi ya Steel Construction Petroleum Engineering East Africa Limited versus Uganda Sugar Factory, the case of 1970 East Africa number 141. Hii kesi imeelezea hiyo general rule kwamba maamuzi ya taxing officer hayatakiwi kuingiliwa as a general rule. Inasema hivi kwenye hiyo kesi, nimenukuu hapa kidogo, kwamba as a general rule mahakama haitakiwi kuingilia assessment iliyofanywa na taxing officers kwenye kile ambacho amekiona kwamba ni gharama ambazo ni haki, reasonable fee. Anaendelea kusema, anasema ya kwamba hii ni kwa sababu inakubalika kwa ujumla ya kwamba mambo ambayo yanahusiana na kiasi cha cost, yani hizo gharama, ni mambo ambayo taxing officer ni mtu ambaye anafaa zaidi kushughulika nayo, na kwenye mambo hayo ni mtu ambaye ana uzoefu zaidi kuliko judge. Anasema mwishoni hapa, consequently judge hata badilisha kiasi ambacho kimeruhusiwa na taxing officer kwa sababu tu kwa mawazo yake anaona ya kwamba huyo taxing officer ameruhusu kiasi kikubwa sana au kiasi kidogo sana. Kinachosemwa hapa ni kwamba
maamuzi hayo hayatakiwi kuingiliwa kwa sababu tu jaji ameona kwamba hicho kiwango ni kidogo au hicho tu ni kikubwa. Hapana, as a general rule yanatakiwa kubaki kama yalivyo. Lakini sasa kuna exceptions zake ambao huwa zipo kwenye hii. Maamuzi hayo yanaweza yakaingiliwa yakabadilishwa kwenye exceptions zifuatazo. Hizo exceptions zimetolewa kwenye kesi ya Plemchand, Leichand and another versus Quad Services of East Africa Limited and the others. Kesi ambayo tumeiona pia hapo nyuma. Ni kesi ya muhimu sana. Tunasema it's a landmark case in taxation of cost. Landmark case. Ni vizuri ukaisoma yote. Itakusaidia sana. Sasa exception zake inakuwa ni kama zifuatazo. Mahakama itaingilia maamuzi ya taxing officers kwenye exception zifuatazo. Cha kwanza ni kwamba huyu taxing officer alitumia wrong principle. Yaani maana yake alitumia principle ambayo sio sahihi. Sio sahihi. Maana yake ni kwamba alipokuwa anafanya hizo taxation of cost, principle ambazo alitumia kufanya taxation hazikuwa sahihi. Zinakuwaje sio sahihi? Inaweza ikawa hivi kwamba alitake into considerations things which ought not to be taken into consideration. Kwamba alizingatia mambo ambayo kisheria hayataki kuzingatiwa. Au tunasema the taxing officer did not take into consideration things which ought to be taken into consideration. Kwamba alizingatia mambo, hakuzingatia mambo ambayo yalitakiwa kuzingatiwa kwenye kufanya hiyo assessment, kwenye kufanya hiyo assessment. Kwa hiyo exception ya kwanza, kukiwa na application of wrong principle, mahakama inaweza ikaingilia. Exception ya pili ni kwamba hiyo wrong principle ambayo ilitumika hapo ilichangia au tunasema ilikuwa ina madhara moja kwa moja kwenye maamuzi ambayo yalifanywa na yakasababisha huo upande mwingine ukose haki. Kwa hiyo haitakiwi tu kwamba kudhibitika ya kwamba principle iliyotumika haikuwa sawa au ilikuwa ni wrong. Lazima pia ithibitike ya kwamba hiyo wrong principle ilichangia au influence maamuzi hayo kufanyika, yani hiyo assessment ya cost the case. Halafu then inakuwaje baada ya hapo? Tunakuja kwenye exception ya tatu. Third exception ni kwamba hicho kiasi ambacho alikitoa ni either kikubwa sana au ni kidogo sana. Kwa principle cha kwanza, principle ilikuwa ni wrong, haikuwa sahihi. Cha pili, principle ilipelekea kufanya hayo maamuzi aliyofanya. Matokeo yake ni kwamba kiasi ambacho sasa kiliruhusiwa kilikuwa either ni kikubwa mno au ni kidogo sana. Kwa hiyo hizo ndo exceptions ambazo zinaweza kutumika kwenye kudepart kwenye maamuzi ya huyu taxing office au taxing master. Taxing master. Sasa kwenye tukifanya taxation of cost, ikifanyika taxation of cost, kuna kitu ambacho huwa kinaitwa a bill of costs. Bill of cost. Bill of cost ni nini? Bill of cost maana yake ndio ile document sasa ambayo inaelezea imespecify hizo costs zote na kila kitu, gharama zote hizo. Ni document ambayo inaitwa bill of cost. Sasa hiyo document inakuwa na parts zake kadhaa ambazo zinakuwa nazo. Nakuja kwenye parts of bill of cost. Part ya kwanza ambayo huwa inakuwepo ni instruction fee. Instruction fees. Instruction fees tunasema ni zile professional fees ambazo anakuwa analipwa wakili kwa shughuli zake za kinini, za kiprofessional ambazo amefanya. Zipo nyingi, consultation fees na fees zingine ambazo zinakuwepo. Kwa hiyo gharama zote ambazo zimetumika kwa ajili ya kumlipa wakili kwa kutumia ujuzi wake wa kiwakili, ndizo tunaziita instruction fee. Na hiyo ni sehemu ya kwanza kabisa ya hii bill of cost. Sehemu ya pili tunasema ni hii disbursement. Disbursement inakuwa kwenye hii sehemu inakuwa na zile court fees and the other fees. Ni fees ambazo zinaweza kuwa approved kwa document ambazo zinapewa. Kunakuwa na receipts mbalimbali zinakuwepo, zimetumika na nini. Kwa hiyo kwenye hii sehemu ya disbursements kuna hizo court fees na fees zingine ambazo zinaweza kuwa approved by documents. Sehemu ya tatu tutasema ni fees for attending proceedings. Gharama zote ambazo zilitumika kwa ajili ya kwenda kuhudhuria sasa kwenye kesi. Hapa unaweza kukuta kuna nauli, kuna nini, chakula na nini, kila kitu kinakuwa kwenye hizi other fees,
Kwa hiyo bill of cost inakuwa ina hizo sehemu tatu kama nilivyosema. Sehemu ya kwanza kama nilivyosema ni instruction fees, sehemu ya pili ni disbursements, sehemu ya tatu ni hizi fees for attending proceedings, ambazo zitajumlisha gharama zote tulizotumia kwa ajili ya kuzulia hapo mahakamani. Nimekutolea mfano hapa wa hii bill of cost kwamba inakuwa na sehemu ya kwanza kama tulivyoona. Bill of cost ni kama kajedwali hivi. Unaona hapa kuna tarehe, number of item, particulars, manake ni aina ya hiyo professional fee ambayo imetolewa. Sawa? Alafu kinachofuata hapa unaona professional charges, gharama ambazo anachajiwa sasa huyu kwa ajili ya hiyo professional service. Alafu huku mwishoni kunakuwa na taxing officers deduction. Manake ni taxing officer mbona ni shilingi ngapi. Unaweza kuwa umemchaji gharama kubwa kuliko inavyotakiwa, taxing officer akaipunguza au akaiongeza kadri anavyoona kuwa ni sawa. Ukiweka gharama zote hizo instruction fees zikawepo zote zikakamilika, mwisho wa siku huko chini kutakuwa kuna total sum, jumla ya instruction fees ambazo umeziweka. Utaandika hapo. Utaandika hapo. Hiyo ni sehemu ya kwanza, bill of cost. Sehemu ya pili tunakuja part B ambayo inakuwa na hizo fees for attending taxation au attending proceedings. Gharama ambazo ulitumia, nauli na nini na vitu kama hivyo kwenye kuattend proceedings. Utaona kuna sehemu ya kwanza hapa kuna date, kuna tarehe, utaandika tarehe ngapi, ulitumia kiasi gani, sawa? Alafu then huko kunakuwa na hii amount taxed, yani amount ambayo imeruhusiwa na taxing officer. Mwisho hapo unaweka total sum. Maana yake ni total hapa kwenye B tu. Total ya kwenye fees for attending taxation peke yake. Hiyo tunasema ni total B. Total ya huko mwanzo kwenye instruction fees tunasema ni total A. Total A. Baada hapo tutakuja sehemu ya tatu sasa. Sehemu ya tatu inakuwa na hiyo disbursements ambapo tulisema ni zile court fees na zingine fees ambazo zinaweza kuwa approved kwa receipts mbalimbali ambazo zinakuwepo. Utaziweka hapo kwenye jedwali kama ninavyojieleza jedwali. Sio lazima state direct kama ilivyo kwenye jedwali hili, lakini angalau ile jedwali linaloeleweka vizuri. Kwa hiyo utaziweka hapo zote kama hivyo, lakini mwisho lazima kuwe na amount taxed, yani amount ambayo imeruhusiwa na taxing officer. Mwisho hapo utaweka C, total sum ya disbursement peke yake. Sawa? Ukimaliza hapo unakuja sasa grand total sum. Grand total maana yake ni total yote ya A, B na C. A kuna instruction fees, total yake inakuwepo hapa. B ni tunasema fees for attending proceedings, total yake unajumlisha. Alafu C ni hii disbursement unajumlisha. Total ya jumla hapo ndio inakuwa hiyo ni grand total. Chini kama unavyoona hapa kuna decree holder au applicant. Saini hapo. Anasema presented for filing this. Utaweka tarehe hapo ambayo umepewa kwa ajili ya kwenda tarehe hiyo ambayo imefikishwa mahakamani, hii bill of cost. Chini hapa kunakuwa na sign ya kunakuwa na sign ya ofisa wa mahakama ambaye amepokea. Mwisho kabisa kumeandikwa drawn and filed by. Hii bill of cost imeandikwa na nani? Kama ni wakili, inaandikwa of course na wakili. Kwa hiyo inakuwa chini hapa kuna jina la wakili, ofisi yake inapatikana wapi na address na vitu kama hivyo. Then mwisho kabisa unakuwa na copy to be served upon, kwamba copy apewe nani kwenye hiyo nanili. Sasa hiyo ndo taxation of cost. Process of taxation of cost inafanyika hivyo. Ni kama application. Unaweza kupewa kiasi fulani kikapunguzwa, kupewa kiasi fulani kikaongezwa kadri ambavyo taxing officer anaona ni sawa. Bila shaka umejifunza kitu kuhusu taxation of cost. Tuambie kwenye comments umejifunza nini, una swali gani, ungependa next presentation iwe ni ipi. Tafadhali sana usiache kusubscribe. Asante sana, karibu tena.